Mabadiliko ya tabia ya nchi, joto lisilotabirika, mvua kutokuja kwa wakati. Kukatisha tamaa ni sababu ya mabadiliko ya mvua. Mchanganyiko wa kupanda kwa kina cha usawa wa bahari, dhoruba kali na maji ya bahari yenye joto ni bomu linalosubiri kulipuka kwa miji ya pwani ya Afrika. Ni ujumbe wa Dr. Emmanuel Osei, mtaalamu wa tabia nchi za baharini kutoka shirika la WMO. Madhara haya si tu kwa binadamu bali na viumbe vyote vilivyomo. Usalama wa chakula, maji na miundombinu huathirika na mabadiliko hayo ya tabia nchi na hali mbaya ya hewa duniani. Haya ni mazingira halisi ya Tanzania, kama unavyoona ni kijani ya kutosha, lakini kama hayatachukuliwa hatua madhubuti katika utunzaji, basi baada ya muda mfupi yanaweza yakaathirika na kubadilika kabisa. Na hii inatokana na uwepo wa mabadiliko ya tabia nchi na hali mbaya ya hewa duniani kote. Taarifa zinaonyesha kuwa Marekani peke yake yenyewe ilitumia kiasi cha shilingi dola trilioni 3 kwa miaka 44 katika kupambana na mabadiliko au na yale madhara ambayo yametokana na hali mbaya ya hewa. Hali hiyo ya mabadiliko ya tabia nchi pia yamedhihirika hapa nchini Tanzania, ambapo yamesababisha miundombinu kuharibika kutokana na mvua zilizozidi kiwango. Hali ya mabadiliko ya tabia ya nchi imekuwa ikisababisha miundombinu yetu kwa kiasi kikubwa kuathirika, na hii inatokana na mvua ambazo zimekuwa zinanyesha, ambazo zimekuwa ni kubwa kupindukia. Ni ukweli usiopingika kwamba katika miaka ya karibuni wote tunafahamu, wanaofahamu historia, kwamba kumekuwepo na mvua ambazo ni kubwa kuliko zilizokuwa tumezizoea. Zaweza kuwa ni mvua za muda mfupi, lakini ni kubwa sana, na mvua hizo kubwa sana zinazonyesha kwa mara moja huleta madhara kama mlivyoona na mnavyoona katika maeneo mbalimbali, sio kwa miundombinu tu ya barabara, bali hata na miundombinu kwa ujumla wake. Tukumbuke kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi na hatua za kutatua sio mpango wa taasisi moja, na taasisi moja haiwezi kufanikisha jukumu au jambo hilo. Ni swala mtambuka, kwa sababu kwa kiasi fulani inachangiwa pia na uharibifu wa mazingira, pamoja na kama nilivyosema mabadiliko ya tabia nchi ya kuongezeka na joto na kwa mvua kwa kiasi kikubwa. Kwa kutambua hivyo, pia na sisi tumekuwa pia tunashiriki katika mchango huu wa kutatua changamoto hizi kwa ujumla wake, ikiwa ni pamoja na mpango wa uoteshaji au upandaji wa miti. Hali hii imekuwa chanzo cha dunia kuungana na kuanzisha mapambano dhidi ya yanayotokea na namna ya kuyakabili. Mkutano wa namna hii kwa mara ya kwanza ulifanyika kule India mwaka 2015, na baadaye ukaja kufanyika Barcelona mkutano wa pili mwaka 2018, na mkutano wa tatu ulifanyika Portugal, Ureno, mwaka 2022. Sasa mkutano wa 4 wa namna hii ambao unaratibiwa na shirika la hali ya hewa duniani na wadau wengine wa kimataifa utafanyika hapa Tanzania, na unafanyika kwa mara ya kwanza katika bara la Afrika na kwa mara ya kwanza hapa Tanzania. Kwa hivyo ni mkutano mkubwa ambao utaleta wageni wengi, utaleta wataalamu bingwa wengi, lakini pia na wadau wa ndani. Kwa hiyo tumeanza maandalizi mahususi ya kuhakikisha kwamba huu mkutano unaacha historia ya kipekee katika taifa letu, lakini pia katika bara la Afrika, kwa sababu sisi tunasimama kwa niaba ya Afrika kwa huo mkutano. Kwa hiyo tunatarajia tuweze kupata wataalamu bingwa wengi kutoka barani Afrika na bara mengine ambao watakaa na kuanza kujadili namna gani tunapaswa kwenda, ni nini kifanyike ili kuendelea kuimarisha utoaji wa utabiri wa hali ya hewa, lakini vile vile taarifa za tahadhari za matukio ya hali mbaya ya hewa. Nini kinapaswa kufanya katika science kwa ujumla wake ili kuimarisha ubora, usahihi na uhakika wa hizo taarifa, lakini vile vile nini kinapaswa kufanya kuhakikisha kwamba taarifa bora ambazo zinaandaliwa zinasambazwa ipasavyo na kwa wakati na kwa ufanisi kwa wadau wote. Lakini ni zipi faida Tanzania itapata kutokana na mkutano huo? Kwa hivyo nitoe wito tu kwa wananchi na kwa wadau wote kwamba tushirikiane pamoja kuhakikisha kwamba huu mkutano
unaacha historia ya kipekee katika taifa letu na katika Afrika kwa ujumla wake, na pale pia ambapo tunaweza kufanya chochote kwa ajili ya kuhakikisha mkutano unakuwa wa kipekee, basi tufanye hivyo. Na faida nyingi zitatokana na mkutano huu. Kwanza, tutapata wageni wengi, wageni zaidi ya 100. Tunatarajia kwamba tutapata wageni zaidi ya 100 katika mkutano huu, lakini vile vile hao wageni watapata huduma zetu kutoka hapa nchini. Kwa hivyo kutakuwa na faida za kiuchumi, lakini vile vile kuitangaza nchi yetu kama ni nchi ambayo ni nzuri kwa ajili ya kufanya mikutano ya namna hii. Kwa hivyo inaweza pia ikavutia mikutano mingine zaidi na zaidi, na ndio lengo letu kwamba huu mkutano uweze kuwavutia wengine walete mikutano mingi zaidi ya mambo ya masuala ya hali ya hewa, masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa kwa ujumla wake. Kwa hiyo tunatarajia kwamba tuue ndege wengi kwa hili jiwe moja. Kwa hiyo jiwe kwa kweli tunataka tuhakikishe kwamba tunaliweka vizuri, ili tuhakikishe kwamba mkutano unafanyika kwa mafanikio makubwa, na hivyo tutafanya maandalizi kabla, wakati na baada, ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaelewa, wanazipata hizi taarifa, lakini wananchi wote duniani wanapata taarifa za mkutano huu ipasavyo, na hususa yale maazimio ambayo pia yatatokana na mkutano huu.